makofi juu, mikono ionekane juu, mikono ionekane juu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa nataka nizungumze kidogo katika kitabu cha Hesabu 15:41. 15:41. Tuangalie maneno mazuri ya Mungu alivyojikomiti kidogo kwa wanadamu. Ni kwamba amejifunga kwetu. Hili ni jambo linatakiwa lijulikane kwa kila mmoja, kwamba sasa Mungu amekwisha kujifunga kwetu, na Mungu akitamka neno linakuwa. Nani amekimbia haraka? Simama. Asante kwamba tangu sasa mimi ni Bwana Mungu wenu. Maana yake mimi ndiye Mungu wa taifa hili. Maana yake mimi ndiye Mungu, nitaishi pamoja nanyi maisha yote. Na ndio maana unaliona taifa la Israeli tangu mwaka 48 aliposimamisha bendera ya uhuru wake na kuitangazia dunia kama nchi iliyo huru. Tangu hapo mpaka leo Mungu ni wa taifa la Israeli. Sema amina kama hilo unalitambua. Kwa hiyo Mungu ni wa kanisa lile la kwanza. Kwa sababu tunapokwenda kwenye historia ya kanisa, kanisa la kwanza ni lile la jangwani, na mwanzo wa kanisa ni pale ambapo Ibrahimu alitolewa huru ya Ukaldayo na wazazi wake kuja mpaka Harani ambako baba yake Tera alifariki. Lakini baadaye Mungu akamwambia Ibrahimu, nyanyuka sasa wewe pamoja na jamaa zako zote, nataka sasa mchape mwendo mpaka kwenye nchi ambayo niliwaahidia baba zenu. Naomba useme amen. Kwa hiyo Ibrahimu akaanza safari kwenda katika milima ya Kanaani, nchi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi tangu mapema Ibrahimu. Sasa Mungu alikuwa amekwisha tangulia kumwambia Ibrahimu ya kwamba kizazi chako siku moja kitakuwa watumwa katika nchi ya ugeni. Na hili limetimia wakiwa pale Misri, na Mungu amewatoa pale, kwa kuwa siku moja Yakobo anaposhuka na familia ya watu 11, wa 12 ni Yusufu alishatangulia kule Misri. Alipofika sehemu inaitwa Beersheba, alijenga madhabahu Yakobo pale. Na Mungu alipoona ile sadaka ya madhabahu ya Yakobo imemfurahisha, ameikubali, akamtamkia neno la ahadi kwamba usiwe na mashaka Yakobo, hivi ninavyoshuka na wewe, na siku moja nitakupandisha kutoka katika nchi ya utumwa kukurudisha nchi ya babu zako. Naomba useme amen. Kwa hiyo tunaona hata kama Yakobo alizeeka akafa, lakini alipewa heshima kubwa na yule aliyekuwa mtawala wa taifa lile kwa kumpatia waziri wake mkuu Yusufu magari yote ya kifahari ili kubeba mwili wa mzee Yakobo kuupandisha tena kule ambako amelala Ibrahimu, amelala Isaka, na Yakobo akalazwa kule. Ahadi ya Mungu ikawa imetimia. Naomba useme amen.